Karibu tena mtazamaji, shukrani sana kwa kuendelea kuwa nasi. Sasa hivi tuingie katika sehemu yetu ya Suala Nyeti. Nilivyokutambulisha ni kwamba tuko naye Peter Lingapiani ambaye ni afisa mkuu mtendaji wa Uwezo Fund, ambaye yuko hapa studioni kujibu maswali yako kuhusu hazina hii. Na ndipo tunakuuliza, umewahi kufaidika kupitia hazina yoyote ya serikali? Ima iwe ni ya hazina ya vijana, Uwezo Fund au ile ya Women Fund, umewahi kufaidika kupitia hazina yoyote ya serikali? Ilikuwa ni ipi na ulifaidika vipi, na ni nini ambacho ungependa kujua kuhusu Uwezo Fund? Tuingie katika mjadala wetu. Shukrani sana bwana CEO kwa kuwa nasi hii leo katika sehemu yetu ya Suala Nyeti. Kwanza kabisa, Uwezo Fund ni nini na inahusika na mambo gani? Asante sana Subeida. Uwezo Fund ni fund ya serikali ambayo iko chini ya State Department of Gender, ambayo iko Ministry of Public Service and Youth, Public Service and Gender, na ilianzishwa mwaka wa 2014 na tumeweza kusaidia vijana, akina mama na wale wanaoishi na ulemavu. Ni fund ambayo ilianzishwa kupitia ruwaza wa 2030 ili iweze kupatia vijana na akina mama fedha ili kuboresha biashara zao na kuweza pia kupanua wale ambao wako na biashara na wanataka kuchukua pesa ya kupanua biashara zao. Labda tangu umetueleza mwaka 2014 kufikia sasa, ni watu wangapi ambao wamefaidika, ima wawe ni kina mama au ni vijana au watu walio na ulemavu? Ni wangapi ambao wameweza kufaidika kufikia sasa? Tangu Uwezo Fund ianze mwaka wa 2014 tumeweza kusaidia vikundi 70,102. Pia tukiangalia kwa hizo vikundi, tumeweza kusaidia vikundi zaidi ya 44,000 ya kina mama, vikundi 23,000 ya vijana na vikundi 1,800 ya mandugu zetu wanaoishi na ulemavu. Kwa kujumla ukiangalia wale ambao wamesaidika ni watu 1,130,000. Kati ya hao wamefaidika 1,712 ni akina mama, 1,390 ni vijana. Hebu tufafanulie zaidi kwa wale wote zaidi ya 1,000,000 ambao wamefaidika. Ili mtu afaidike, ni nini ambacho huwa mtu anastahili kufanya, au ni mtu ufaidika vipi kupitia hazina hii? Zubeida, hii ni fund ambayo ni rahisi sana kupata. Unaenda tu ofisi ya CDF ama ofisi ya Youth Office katika constituency. Kitambo ulikuwa ukitembea ofisi ya serikali hautaweza kupata pesa. Siku hizi unatembea kwa ofisi ya serikali, unajaza ile form ya application form. Wakati umemaliza kujaza, inajazwa na chief na pia wanakamati, alafu form hiyo inarejeshwa kwa ofisi ya Uwezo Fund. Hapo ndio sasa kamati wanakaa chini, wanaangalia. Tunaangalia mambo ya first come first serve, yani yule amelete mbele anapatiwa kipaumbele. Alafu wakiangalia other things, wakiangalia mambo ya kikundi imekaa kwa muda ngapi na pesa ambayo wameweka kwa account ni kiasi gani, kama pia wako na bank account na mambo kama hayo. Wakati kamati wameevaluate, wanafanya vetting, alafu sasa wanapatiana hizo vikundi kwa board katika headquarters ya Uwezo, wanaangalia alafu wanapitisha. Wakati kamati wameweza kupitisha, board hawawezi kubadilisha, wanaangalia tu kama wamefuata ile sheria, na kama kuna jambo ambalo wanataka irekebishwe, wanarejesha kwa constituency na hao wanaweza kurekebisha. Kwa hivyo ni rahisi sana, na wale wanakamati wanakaa kupatiana hizo pesa ni mandugu zetu, manada zetu ambao wanatoka kwa ward level. Kwa hivyo ni watu ambao tunawajua na wanajua pia wale ambao wako na biashara ambao wanataka kuiboresha biashara zao. Unajua bwana CEO, unasema ni rahisi, lakini mtu akisikia utaratibu huo wote inaonekana si kazi rahisi kufikia hiyo fund, kwa sababu ni lazima ipitie process nyingi sana. Hakuna mbinu ambayo inaweza kutumia ambayo ni rahisi, ambayo inamwezesha raia akiwa mahali popote alipo aweze kuingia hata kama ni mtandaoni na akajaza maombi ya kupata hazina hiyo? Ni kweli Subeida, na vile nilikueleza ya kwamba at least anafaa kuchukua ile fomu hapo constituency. Pia body letu linaangalia namna ya kutumia internet ama kutumia online application. Najua hapo ni mahali vijana wetu wako, na tumeanza processes kama form zetu wanaweza kudownload katika website yetu,
na wanaweza kujaza alafu warejeshe. Tunataka tukue na hizo records katika ofisi zetu, kwa sababu ya kwanza lazima tukue na records ya wale ambao wameapply, alafu baadaye kwa sababu ni mkopo tutafuatilia ili tuweze kuwa na hizo records ya kufuatilia wale watu ambao wameweza kuapply. Kwa hivyo kwa taratibu pia tunaendelea kuimprove fund, ambapo sasa watu ama vijana wanaweza kuaccess online na pia approvals zinaweza kufanywa online. Kwa hivyo hiyo ni jambo ambalo tumeweza kuanzisha, lakini kwa sasa bado tunatumia ile process, lazima wa-apply hizo form, warejeshe katika constituency, ndio kamati waweze kujadili. Naam, hata kabla nikuulize kuhusu masharti ambayo mtu anastahili kuyazingatia ama kufuata kabla ya kupata hazina hii, tueleze tofauti iko wapi? Kwa sababu niliposikia ukieleza kuhusu Uwezo Fund inasaidia vijana, inasaidia kina mama, na tunasikia vile vile kuna Youth Fund, tunasikia kuna Women Fund. Je, ni kwamba zimejumuishwa zikawa kitu kimoja au kuna bado hizi nyingine, na tofauti iko wapi? Ni kweli Subeida, hizo funds ni tofauti. Uwezo Fund ndio changa zaidi, ilianzwa mwaka 2014 na ilianzwa wakati serikali ya Jubilee ilisunguka ikasema ya kwamba zile pesa ambapo Mheshimiwa Rais alisema ya kwamba zile pesa ambazo zingetumiwa for rerun, kama akina mama na vijana wanaweza pigia serikali kura, hiyo pesa itarudi kwa akina mama. Hiyo ndio pesa ilianzisha Uwezo Fund, the 6 billion, wale ambao wanakumbuka. Kwa hivyo ndio sasa Uwezo Fund ilianzishwa, na Uwezo Fund inasaidia kitengo tatu. Inasaidia vijana, akina mama na ndugu zetu ambao wanaishi na madada zetu wanaoishi na ulemavu. Women Fund ni fund ambayo ilianzishwa hapo awali katika serikali ya Mheshimiwa Kibaki, na pia Youth Fund ilianza hapo awali. Women Fund haswa ni kushughulika na mambo ya kina mama, na Youth Fund inashughulika na mambo ya vijana. Kwa hivyo ukiangalia Uwezo inashirikisha hawa wote, na pia Uwezo iko katika eneo bunge, kwa sababu sasa kuna wale kamati ambao wana disperse hizo pesa kwa constituency. Hawa ndio wanakaa chini na waweza kupatiana hiyo pesa. Kwa zile zingine pia bado wana reach constituency, lakini wako na board at the national level ambao sasa wanapatia kulingana na needs ama demand ya various areas. Kwa hivyo ukiangalia Uwezo Fund, wakati pesa imetengwa katika eneo bunge, hiyo pesa inabaki kwa hiyo eneo bunge. Kwa hivyo kama eneo bunge hawataweza kutumia hiyo pesa, itaendelea kubaki pale kwa account mpaka wakaji wa hiyo eneo bunge waweze kutafuta hiyo pesa. Na labda kuendeleza hilo, kwa nini iweje kwamba tuwe na hizi tatu? Kwa sababu ninapoangalia labda huenda zikaibua mkanganyiko. Na je, mtu labda tuseme ni kijana, anaweza chukua Uwezo Fund na bado aende achukue Youth Fund, au kama ni mwanamke aende achukue Women Fund, aje tena achukue Uwezo Fund. Kuna haja kweli ya kuwa na hizi fund tatu? Mbona zisijumuishe zikawa kitu kimoja ili kusiwe na mkanganyiko? Ni kweli mtu wa kawaida akisikiza hizo funds zote tatu anaweza taka ya kwamba hiyo funds ziwekwe pamoja. Lakini vile zilianzishwa, serikali iliona umuhimu wa kuanzisha hizo pesa kwa kila fund ikuwe na body lake ama ikuwe independent. Lakini kwa sasa serikali iko na mpangilio ya kujaribu kuleta hizo pesa pamoja. Nadhani mmesikia mambo ya biashara fund. Sitaweza kuzungumzia zaidi kuhusu hiyo kwa sababu hiyo ni sera ya serikali na ambayo inaendeshwa na National Treasury, na ambapo serikali wameanzisha hiyo mpango ya kulete hizi fedha kwa pamoja. Lakini kwa sasa bado tunatekeleza hizo kazi tukiwa independent funds, tukiwa Uwezo, Women Fund na Youth Fund. Tunaendelea kupatiana zile pesa mpaka wakati serikali ama mpaka wakati sheria itapitishwa bungeni ya kwamba hizi funds tuziunganishe pamoja, alafu Wakenya waweze kwenda kuchukua kama hiyo proposal ya biashara fund. Kwa hivyo mtu anaweza kuchukua kutoka zaidi ya moja, hazina moja? Ndio, Zubeda, unaweza kubahatika kupata pesa ya Uwezo, pia uendeleze zaidi biashara yako kwa pesa ya Women Fund na vile vile kwa pesa ya Youth Fund. Kama umetimiza yale masharti yale yanatakikana katika those three funds. Ukiwa kama Uwezo Fund umeweza kulipa pesa ya Women Fund,
na your balance sheet iko nzuri, umeweza kurejesha hiyo pesa ya women fund, pia sisi kama Uwezo tunakufadhili, kwa sababu wewe unatafuta namna utaboresha biashara yako, na serikali imeanzisha hizi pesa ili tuweze kusaidia wale vulnerable ama wale ambao hawajiwezi, ambao hawawezi weza kwenda kwa bank ama kwa kwingine kutafuta pesa ambayo iko na riba, kwa sababu kama kwa mfano pesa ya Uwezo, hata zile zingine hazina riba. Kenyans wanaweza chukua hizo pesa na ili waweze kusaidia biashara zao. Naam, umetaja pale masharti, turejelee hilo swala. Je, masharti ni yapi? Tuseme Zubeda yuko hapa anataka kuja kuchukua pesa katika Uwezo Fund. Ama yule mama ambaye anakutazama sasa hivi akiwa pale kijijini amesikia leo kuhusu Uwezo Fund. Je, mchakato ni upi wa yeye kuweza kupata pesa hizo? Yale masharti Zubeda, ni lazima ukuwe na kikundi. Kama kwa mfano Uwezo Fund, ndio uweze kufaidika kupata pesa ya Uwezo Fund, lazima ukue kwa kikundi na mumeregister kwa social services kama self help group, alafu mnajaza sasa zile application form. Katika ile application form kuna mambo ambayo unafaa kuweka kama copy ya IDs, hiyo registration form, na mambo kadha. Wakati umejaza hizo form unarejesha kwa ofisi, na pia kuonesha ya kwamba mmefungua bank account, kwa sababu wakati pesa inatolewa inaenda kwa bank account ya kikundi. Kwa hivyo hayo ndio masharti nilikuwa nazungumzia, ya kwamba kikundi kama imesajiliwa na shirika la ama registrar of societies ama cooperative, kama ni cooperative, alafu hizo forms zinarejeshwa. Then akuwe na hiyo bank account na aweze kuwa na pesa ama some form of table banking, ama wengine wanaita merry go round, provided kila mwezi wanakutana ili kuonesha ya kwamba kikundi inaendelea na kazi yake. Wakati wamemeet hizo sheria ama hizo requirements, wanarejesha hizo forms na wanaweza kuangaliwa kupata pesa. Kuna masharti kuhusu idadi ya watu katika kikundi hicho, na mara nyingi tunaona labda kuna vikundi ambavyo vina wanaume ndani. Tuseme tumesajili kikundi hicho kama ni cha wanawake, lakini vile vile kuna wanaume ambao huchanga pesa zao kupitia hicho chama au hicho kikundi. Je, pia wanaweza kuruhusiwa, na idadi kamili ambayo inahitajika ni watu wangapi? Kwa idadi hiyo ni registration inafanywa na social services, lakini kwa jumla ina range kati ya watu 7 mpaka watu 12. Wakati wamesajili, kama ni kikundi ya kina mama, at least 70% hawakuwa ya kina mama, lakini uongozi ikuwe ni ya kina mama. Pia vile vile kama ni kikundi ya vijana, 70% wakuwe ni vijana, lakini uongozi 100% ikuwe ni vijana. Wazee wanaweza ingia katika hizo vikundi, na wakati nilipozungumza hapa awali, wale watu wazee 1,300 na zaidi, pia hawa wamejijumuisha katika vikundi ya vijana, akina mama na wale wanaoishi na ulemavu. Kwa hivyo once wamepata hiyo registration certificate, kama ni kikundi ya vijana, wako kati ya miaka 18 na 35 vile katiba inasema, na kama ni kikundi ya kina mama kuanzia miaka 18 kwenda mbele, na pia ya watu wanaoishi na ulemavu kuanzia mwaka 18 kwenda mbele. Na kuna swali ambalo limejitokeza hapa, lile ambalo nilitaka kuliuliza. Wajua siku hizi katika miaka ya sasa watu huvurugana sana kwa hivi vikundi. Hakuna kuaminiana katika baadhi ya vikundi. Na ndiposa Ayuma kutoka Naivasha anauliza, kuna uwezo wa kufikia siku moja kwamba mtu achukue mkopo huu kama mtu binafsi bila kulazimika kuwa katika kikundi? Kuna mpango huo wa kuwawezesha watu kuchukua mikopo wakiwa watu binafsi bila kuhitajika kuwa katika vikundi? Kwa sababu kupata mtu wa kumwamini katika miaka ya sasa si rahisi. Ni kweli. Kama Uwezo kwa sasa tunapatiana pesa kwa vikundi. Kuna mpangilio ambayo board pia inaangalia, wakipitisha pia individuals ama mtu binafsi anaweza kupata pesa. Lakini ukienda kwa hizo funds zingine kama women fund na youth fund, hawa wako na hiyo mpangilio tayari ya kupatia individual ama mtu akiwa na biashara yake. Kwa hivyo hiyo ni jambo ambalo tunaelekea pale, lakini pia ukijiunga katika kikundi, kikundi inaweza kuwa inafanya mambo ya table banking. Sasa katika table banking hiyo pesa wanakopeshana hawa wenyewe.
Kwa hivyo unaweza kuwa memba ya kikundi lakini bado unaenda kufadhili biashara yako wewe mwenyewe. Si lazima hiyo pesa iende kufanya kazi ya kikundi. Wanaweza kupatiana wakiwa members. Ni vile tu sasa hatuitishi security. Ile security tunaitisha tukiwa Uwezo Fund ni hiyo social security. Watu washirikiane wakuwe kwa kikundi na ndio tuweze kuguarantee each other. Mimi naweza kumsimamia mwenzangu, lakini sasa hizo pesa tunakopeshana sisi tukiwa katika hiyo kikundi. Na mtazamaji, naona umetuma maswali mengi, tutakuwa tukiyaelekeza kwa Peter Lengapiani ambaye ni CEO wa Uwezo Fund. Atakuwa akiyajibu muda usio mrefu. Tunaingia madukani, tunarudi na mengi zaidi na kusihi usiondoke.